Kwa majina naitwa Baraka George Udoba. Mimi ni engineer wa ufugaji bora. Mimi ni fundi ambaye naongoza kundi letu la ufugaji bora. Tunajihusisha na masuala ya utengenezaji wa miundombinu, hususan katika issue nzima ya miundombinu ya kuku, ikimaanisha mabanda ya kuku na hizo local cage ambazo tunazitengeneza. Sasa ziko faida nyingi ambazo nimekwishaelezea katika utengenezaji wetu wa local cage, na pia ziko faida nyingi ambazo nimeshakwambieni wafugaji wenzangu kwamba ukitumia njia ya kutumia local cage itakuwa ni rahisi sana wewe kuweza kufikia lengo. Yaani maana yangu ni hivi kwamba unapotumia local cage unatumia, yani kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukafaidika navyo. Nilishawahi kuviorodhesha katika vipindi vyangu, lakini ninaweza nikavipitia ili uweze kujua kwamba nilishasema kwamba unapotumia local cage unatumia eneo dogo kufuga kuku wengi sana, kwa sababu cage yetu kama unavyoiona, kwa mfano mzuri tu, hii cage yetu ambayo imechukua sehemu dogo sana. Kwa upana wa eneo tumechukua kama mita 2.5 na urefu wa eneo tumechukua kama mita 7. Hapa tumeweza kufuga kuku 500. Yaani cage yetu hii ilivyosimama hivi inabeba kuku 500. Sasa hii ndio faida ambayo tunaizungumzia katika swala zima la ufugaji wa kuku kupitia njia ya cage. Yaani kama una eneo dogo na unahitaji kufuga kuku wengi, basi tumia cage ili kuku wako wasiweze kutapakaa ndani ya banda. Faida nyingine nimeshazungumza kwamba kuku unapofugia kwenye cage inakuwa sio rahisi wao kupata maambukizi ya magonjwa, yani magonjwa ya mlipuko, hususan yale ambayo yanasababishwa na uchafu kupitia kinyesi chao pindi wanapoweza kunyea vyombo ambavyo wanatumia katika chakula na maji. Sasa sisi cage yetu ina mifumo ambayo itakuwa automatic na mifumo yote itakuwa nje. Hapa tuko katika hatua ya kumalizia cage yetu. Kwa maji tutaiweka, tutakuja kuonyesha katika kipindi kinachofuata kwamba mifumo yetu tukishakuwa tumeshaisuka vizuri pia mtaiona. Lakini hizi cage pia zinasaidia kwa namna nyingine kwamba unaweza ukatumia muda mfupi sana kuweza kuhudumia kuku wengi, kwa sababu cage hii uwekaji wa chakula ni rahisi, maji unajaza katika ndoo moja na kusambaa katika nipo zake. Ishu nyingine kwamba hapa tutaweka bati za mwanga. Tutakuja kuonyesha katika kipindi kinachofuata kwamba inakuwa ni rahisi wewe kuweza kuhudumia kuku wengi kwa muda mfupi sana. Na issue nyingine ambayo pia naweza kukuambia, kuna baadhi ya wafugaji ambao mlishawahi kununua keji za Kichina na hizo keji pia zimeshakuwa tatizo kwamba either zimechoka au unataka kubadilisha uingie katika mifumo yetu ya keji za kienyeji kama namna hii. Hii ilikuwa ni keji ya Kichina ambayo mteja wetu ametupa keji ya kuku 500, lakini sisi baada ya kuchukua vile vifaa tukaigeuza kuwa keji ya kienyeji, tumeweza kutengeneza keji ya kuku 800. Hii ni keji ya kuku 500. Upande wa pili hapa tuna keji ya kuku 300. Kwa hiyo tumeweza kugawa, tumepata keji ya kuku 800. Kwa hiyo huo ndio urahisi wa wewe kutumia kwamba leo hiyo ukitutumia mafundi sisi kuja kukubadilishia keji yako ya Kichina kuwa ya Kiswahili, utafaidika kwamba keji itakuwa kubwa zaidi, kwamba kuna vitu vichache tu utaviongezea. Milango kila kitu tumeacha vile vile kama unavyoweza kuona. Hii ni milango ya Kichina ambayo sisi tumeamua tuiache hivyo hivyo, basi mteja wetu ataendelea kutumia kama namna hii. Karibuni sana katika vipindi vyetu vya ufugaji bora. Pia msubscribe, muweze kushare, mcomment, na pia mkitaka mawasiliano yanapatikana hapo katika chaneli yetu, tuwasiliane tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Ushauri tutakupa bure. Asante.